Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo tumekuja tena, tunaendelea vipindi vyetu. Tulipita kwa vipindi kadhaa, lakini leo tuna kipindi kingine. Vyakula. Viko vyakula ambavyo Mkatoliki au Mkristo anaogopa kula hadharani, asije akaonekana kwamba anakula chakula cha aina fulani. Lakini je, Mungu ana shida na vyakula tunavyokula? Mpenzi mtazamaji, kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Msomaji, hebu tupatie kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 14 mstari wa 3. Usile kitu chochote kikuchukizacho. Wanyama mtakao kula ni hawa: ng'ombe, kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kongoni na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa mlima, na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua, akatafuna tena katika wanyama wote, ndiye mnyama mtakaye mla. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa ukwato: ngamia na sungura na kwanga, kwa kuwa ucheua lakini hawakupasuliwa kwato na ni najisi kwenu. Na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu. Msile nyama zao wala mizoga yao msiguse. Asante. Hapa mpenzi mtazamaji, walikuwa wakizungumzwa baadhi ya wanyama ambao wanafaa kuliwa na wengine hawafai kuliwa, lakini ziko sifa ambazo zimewekwa kwamba mnyama atakayeliwa hakikisha awe anacheua na akatafuna tena, na awe na kwato, na kwato zenyewe zile zimepasuliwa katikati. Nafikiri tunamfahamu mbuzi na ng'ombe. Kwa sifa zile baadhi ya wanyama wanazo, lakini wako wanyama ambao wametajwa hapa kama ngamia. Ngamia si kwamba hana kwato, anayo, lakini haijapasuliwa katikati zikawa mbili, ni kwato limoja kama kinu, lakini maandiko yanataka iwe imepasuliwa katikati, iwe kama ya nguruwe, ng'ombe au mbuzi. Kwa ngamia amekosa sifa, sungura kakosa sifa, huyo tulimsikia mwingine uibari kakosa sifa. Lakini kwa upande wa nguruwe, mpenzi mtazamaji, kwato zimepasuka safi kabisa, lakini hacheui, na yeye akawa amepata dosari. Sasa wapo wanaosimamia maandiko haya, lakini wanasimamia kwa upande mmoja tu wa nguruwe. Hao wengine wako wapi? Mbona hawazungumzwi? Mpenzi mtazamaji, ngoja nikupe siri kidogo leo ili upate ujasiri. Yako madhehebu mbalimbali, nawezekana kila dhehebu liko na taratibu zake na kanuni zake. Liko dhehebu ambalo linaweza likasema hatutumii mnyama fulani, lakini lazima tujue ni kwa nini linamkataa mnyama huyo. Lakini si mtu anasema, ni vitabu. Sasa nataka nikupe kitu ambacho labda hulikuwa hukijui, mpenzi mtazamaji. Kuna Biblia, na kuna kitabu kinaitwa msaafu. Unapotaja msaafu, umetaja vitabu 4 ambavyo ili msaafu kamilike unahitaji upate kitabu kinaitwa Torati, upate kitabu kinaitwa Zaburi, upate kitabu kinaitwa Injili, upate kitabu kinaitwa Qur'ani. Ukijumlisha vitabu 4 hivi ndio unapata kitabu kinaitwa msaafu. Sasa huyu nguruwe, ngamia na wanyama uliowasikia wote wamo kwenye kitabu hicho ambacho kina taarifa hizo ambazo umesikia hapa. Lakini hata Torati hii ndio hiyo ambayo iko upande wa pili. Kwa hiyo kama nguruwe ni haramu kwa vitabu vyote, manake nguruwe huyu anakuwa si haramu. Lakini si nguruwe peke yake, pamoja na wanyama wote waliozungumzwa hapa.
Mpenzi mtazamaji, kipindi kinaendelea.